Ugonjwa wa ukimwi umesajiliwa kidua unaosababisha magonjwa mengi kwa kina mama, njiti, wanatumia masilaha kuathiri mfumo wote wa uzazi. Ni miezi miwili tu. Mimi jina langu ni John Adam Kidua, ni daktari wa tiba asili. Ni daktari ambayo nimesajiliwa na Wizara ya Afya kwa kutoa huduma za tiba asili na si vinginevyo. Kwa hiyo mimi kuzaliwa kwangu ni hapa mkoa wa Singida. Nimezaliwa miaka 57 iliyopita. Kwa hiyo ndio nakushukuru Mungu, naendelea kutoa huduma hizi. Na tangu nimeanza kutoa huduma hizi leo nina mwaka wa 14 tangu nimeanza kutoa huduma hizi, baada ya kupata usajili wa kwanza ambao ni usajili wa muda, na hatimaye leo sasa tumeingia kwenye usajili wa kudumu. Na hapa Singida tunapatikana katika maeneo ya Kibaoni. Tumetizamana hapa na hospitali ya Sokoine. Hasa hapa nilipo ndo naangalia maabara ya Sokoine, ndo tulivyotizamana naye. Na huduma zetu hasa tunazozitoa katika kituo chetu, na kituo hiki kama nilivyokujulisha kimesajiliwa Kidua Herbal Clinic na Wizara ya Afya. Kwa hiyo kina namba yake ya usajili ambayo utaiona baadaye. Kwa hiyo tunatoa huduma zetu kwa dawa ambazo zimethibitishwa na maabara. Kwa hiyo unapokula dawa zetu unajua unapata kitu kilicho na ubora wake. Kwa maana tunatibu magonjwa kwa usahihi zaidi. Na magonjwa yetu ambayo tunayatibu, kwanza kabisa nianze na magonjwa ya kina mama. Wakina mama nafikiri wakisikiliza vizuri itakuwa ni jambo jema, kwa sababu wakina mama wameenda kupata magonjwa mengi kwa sababu ya vitu vifuatavyo. Kwanza, vitu vinavyosababisha magonjwa mengi kwa kina mama ni tunasema kuna wanaita mpango wa uzazi au uzazi wa mpango kwa lugha nyingine. Uzazi wa mpango, wakina mama wanaenda kutumia njiti, wanatumia masindano, wanatumia vidonge, hivyo vinaenda kuathiri mfumo wote wa uzazi. Ndio maana wakina mama sasa hivi wana matatizo ya uzazi, wanasumbuliwa na PID, na PID ikishakuwa inakuwa saratani ya shingo ya kizazi, hatimaye inakuwa kansa ya kizazi. Kwa hiyo tunapenda kuwaambia kwamba sasa huduma hizo wanazozipata kutoka hospitali, ningependa kushauri tu kwamba wasiendelee kutumia huduma hizo kwa sababu zinaenda kuumiza sana. Zinaumiza sana wakina mama, na ndio maana nakuta sasa limekuwa ni tatizo la uzazi. Wakaanza kutumia watoto wakiwa mashuleni sasa hivi, kwa jinsi dunia jinsi ilivyo, wanaanza kutumia hizo dawa wakiwa bado wako mashuleni. Kwa hiyo baadaye akishapata mchumba, anaolewa, hawezi kuconceive apate mtoto, kwa sababu yale madawa yameenda kuathiri sehemu nzima ya yale mayai pamoja na mishipa yote ya uzazi. Basi nipende kuwaambia kwamba sisi tunatibu vizuri sana hayo magonjwa. Tunatibu kwa usahihi kwa 100%. Kama una uvimbe kwenye kizazi, una matatizo ya kupata mimba, unakuja kwetu, tunakufanyia vipimo kwanza, tutajua kwamba tatizo liko wapi, alafu then tunakupa matibabu sahihi kwa tatizo linalokusumbua. Huwa tunasema kwamba sisi guarantee kwenye kituo chetu ni miezi miwili tu unakunywa dawa, mwezi wa 3 una mimba. Wengi wamefanikiwa, huwa wanasema kwa nini una utaratibu wa miezi miwili kwa hizi dawa? Kwa sababu ninapokupima nitajua kwamba tatizo hili ni kubwa. Kama ni kubwa, basi unaweza kukanywa angalau miezi 3, ndio tutasema kwamba tatizo limeisha. Na baada ya hapo kuna wengine wanakuja, dokta, mimi mbona ulinipima, nimetumia dawa, niko vizuri, tatizo ni nini? Kumbe tatizo liko upande wa pili kwa mume wake. Unakuta wanaume mbegu zinafia njiani, hazifiki mle zikiwa hai, zikatoboa yai, mtu akapata mimba. Unaona? Kwa hiyo tunasema kwamba ni vizuri wa baba nao wakafika na wake zao tukawafanyia vipimo wote, ili tukajua kwamba tatizo liko kwa nani zaidi. Kwa sababu kipimo chetu kinaonyesha sehemu nyingi sana za mwili, sehemu nyingi sana kwenye mfumo wa uzazi. Kuna mbegu, kuna uwezo wa kuzalisha, kuna uwezo wa kurudia, kuna uwezo, yani vipimo hicho kiko vizuri sana. Na tunapenda kuwaambia kwamba wenye matatizo kama hayo wafike basi waonane na mimi, ambayo huwa nafanya vipimo, na baada ya hapo tunatoa tiba sahihi
kwa matatizo hayo. Acheni kuwa wagumba, acheni kutokupata watoto kwa muda mwafaka. Unakuta mtu ana miaka zaidi ya 30 bado hajapata mtoto. Unategemea huyo mtoto utamzaa ukiwa na miaka mingapi? Na utamleaje? Na umri unazidi kwenda siku hadi siku. Na kama unavyojua kwamba mzungu ameshatuwekea utaratibu wetu wa kuishi, anakuambia sana miaka 56 mwisho 60. Kwa hiyo unatakiwa kuzaa mapema ili uache kuzaa mapema, angalau unaweza kumtunza mtoto akafikia hata miaka 30 40, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia. Basi baada ya hilo niingie kwenye upande wa wanaume, sehemu ya pili inayosababisha wanaume wasipate wapate matatizo mengi. Wanaume pia wana matatizo ya tezi dume. Sasa hivi imekuwa ndo sana, yaani wanaume kwa tezi dume imekuwa balaa. Wanaume sasa hivi wanakufa bila kujijua, kumbe tezi dume imeenda kutumaliza. Tezi dume kama nilivyochoka kuambia kwamba tezi dume unapotaka kujua dalili zake, kwanza iko kwenye mkojo. Mkojo unakuwa hauna pressure, baadaye unakojua mkojo unakuwa una sita unakatika, unakojua mkojo unabana utoki, au unakojua mkojo unakuwa unatoka bila kujizuia, unatoka haraka kabla ya kufika mahali pa kujistiri. Basi ujue kwamba hizo dalili za tezi dume. Na tezi dume usipoifanyia vipimo mapema inazalisha kansa ya kibofu haraka sana. Ndio maana wengi wanafanyiwa upasuaji, na ukishafanywa upasuaji wa tezi dume madhara yake nishakuambia kwamba kwanza lazima ukifanyiwa upasuaji wa tezi dume unaweza usisimamishe maisha yako yote. La pili, unaweza ukasababisha kansa ya kibofu. Ya tatu, unaweza ukasababisha kupooza kuanzia kiunoni kwenda chini. Na mwisho ya 4, upasuaji usipofanywa vizuri unasababisha kufa. Kwa hiyo tezi dume ni ugonjwa ambao unatua wanaume, unatumaliza mapema. Ningewashauri pia kwamba mfike kwetu kwa ajili ya kupata tiba pamoja na vipimo kwa ajili ya tatizo la tezi dume. Tunatibu kwa hakika miezi 2 mpaka 3, tezi dume imeyeyuka bila kufanyiwa upasuaji wowote, na unaendelea kuvinjari katika maisha yako ya ndoa. Baada ya hapo nizungumzie magonjwa ambayo yameenda kuumiza pia wanaume, hasa wanaume, kwa sababu yakiingia kwenye mfumo wa uzazi. Magonjwa ya sukari. Sukari ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Huwa nawaambia kwamba ugonjwa mgumu kutibu kuliko vyote ni ugonjwa wa sukari. Afadhali ya ukimwi. Maana mwenye ukimwi unamtibu, unampa dawa na unampa maelekezo ale vyakula gani ili kinga za mwili ziendelee kuhuishwa. Kwa hiyo sasa sukari ni ugonjwa ambao umeenda kutuumiza pia. Watu tuwe tayari kufanya vipimo mara kwa mara, kupima afya zetu angalau kila baada ya miezi 2-3, unapima ili kujua kwamba hasa sukari, figo pamoja na matatizo mengine ya moyo na ini pia ni magonjwa ambayo sasa hivi yameenda kuwa watu bila kujitambua. Magonjwa hayo ya ini na figo yanasababishwa pia na pressure pamoja na sukari kwa 90%. Kwa sababu sukari ikiingia mwilini unakula madawa mengi ambayo madawa hayo yanaenda kuua figo, yanaenda kuingia mpaka kwenye ini, yanaharibu mfumo wa utengenezaji wa damu. Maana ini ndio anayetengeneza damu, akishatengeneza damu inaenda kwenye moyo, moyo unasafirisha kwenye mishipa yote. Kwa hiyo hayo magonjwa niliyoyataja tunayatibu kwa 100%. Pressure tunatibu kama mafua tu. Nafikiri kwamba wengi washajua kwamba pressure, yani unaponiambia na ugonjwa wa pressure, yani afadhali magonjwa mengine. Maana ukiniambia na pressure mimi nacheka tu. Wengi wananiambia daktari, mbona unakuwa na utani? Lazima niwe na utani kwa sababu ninautibu kwa hakika. Yani huwa wanasema bila mbambamba. Ukifika hapo ujue kwamba unapona laini kama vile unanawa. Una nguvu za kiume, watu zangu nguvu za kiume sijui zimeisha sijui nini. Kwanza lazima wewe ujue kwamba unakula mlo gani. Unakula mlo wa namna gani? Wa kulikiza mwili au unakula machipsi sijui manini yale ambayo hayalikizi mwili. Unapokuwa unakula vyakula vya chips alafu unaenda pale unagonga konyagi yako, unaenda kujiumiza. Huwezi kupata uwezo wa kusimamisha vizuri hali ikaenda vizuri kwenye ndoa. Kwa sababu unapokuwa unakula vile vyakula havilikizi mwili, mbegu haziwezi zikarutubishwa vizuri. Ndio maana vijana siku hizi wanakataa kuoa kwa sababu wanajua nikiwa mwanamke atamfanyia nini. Hilo ndio tatizo ambalo lipo sasa hivi na ni tatizo la kitaifa, wala sio tatizo la mtu mmoja, tatizo la kitaifa. Ndio maana tunashauri kwamba wenye matatizo kama hayo wafike kwenye kituo chetu, tutawasaidia vizuri sana. Watu wa kansa. Kansa ni ugonjwa ambayo pia unaingia sana siku hizi kwenye miili ya watu. Ni kwa sababu ya vyakula na madawa.
maana sisi tunakula madawa mengi kila siku hospitali. Ujue pale sasa tunaenda kupandikiza sumu nyingi mwilini ambazo zinaenda kuua seli, na seli ikifa lazima inazalisha ugonjwa aidha saratani. Na magonjwa ya kansa, kuna kansa za aina nyingi. Nafikiri wanazielewa wasikilizaji. Ni kansa ya koo, kuna kansa ya kibofu, kuna kansa ya ini, kuna kansa ya ngozi, kuna kansa ya kizazi na kansa zingine ambazo kansa ya utumbo na kadhalika. Hizo zote tunafanikiwa kuzitibu kwa 100% kubwa, kwa sababu Wizara ya Afya kipindi cha Mheshimiwa Ummy Mwalimu akiwa waziri wa afya alituthibitisha, na kituo chetu kilithibitishwa na mheshimiwa kwamba angalau kinasaidia watu wa saratani kwa 100% kubwa. Maana nimeshatibu kansa za aina 3. Yako makala mbalimbali hapa ambayo utakuja kuyaona, yatapita hapo kwa makala mbalimbali. Kama ugonjwa wa moyo kutanuka, tushawatibu watu. Makala ilisema mfuko leo washinda Muhimbili, watafunwa kwa miti shamba. Ni magazeti ambao wengi wameyasoma, na inawezekana wamesahau ili gazeti nilisoma lilikuwa na namna gani. Kumbe waliotibu ugonjwa kwa mara ya kwanza kwa dawa za asili ni mtu kutoka Singida ambao ni Kidua Herbal Clinic. Baada ya hapo tukatibu ugonjwa wa figo ukiambatana na sukari. Hii ni makala ambayo padri moja aliugua sukari miaka 19, ikaua figo, ikasababisha na kansa ya miguu, ilikuwa ikatwe miguu yake. Kwa hiyo tumeshamtibu vizuri sana akapona. Na hii makala inasema padri Mkatoliki atoboa siri ya dawa za asili. Hii ni siri ambayo ipo ndani ya huyu padri na akaitoa hadharani kupitia gazeti la Mtanzania. Wengi walishasoma hizi makala. Kama hawajazisoma basi tunawakaribisha, angalau akija kwetu anaweza kupata nakala angalau moja ili akajiridhishe. Maana sasa hivi watu wengi washakuwa kama Tomaso. Unapofika mahali unaambiwa dawa fulani na tiba asili ishaingiliwa na wengi. Kwa hiyo tunapenda kuambia kwamba fikeni kwetu mjifunze. Kuna makala nyingi zilitoka. Kuna makala ilitoka ya saratani imenitesa. Hii ni makala ambayo mgonjwa wa kansa aliyepona, ndio anaitwa Victor Richard, alipona saratani ambayo ilimsumbua hatimaye miaka 2 bila kunyanyuka kitandani. Lakini leo hii Victor Richard anaendelea kumtumikia Mungu, ana maisha yake vizuri baada ya kupata huduma kwenye kituo chetu. Huyu wa Mwananchi Communication walienda kumtibu pale ofisini kwa Mwananchi, na baadaye akaendelea kutumia dawa pale nyumbani. Alikuwa ni mhudumu wa pale kantini ya Mwananchi. Kwa hiyo kuna makala ambayo ilikuja kutoka tena kaandikwa tiba mbadala inavyoweza kuokoa Watanzania. Hii ni makala pia ambayo ilisomwa na watu nchi nzima na nje pia. Kwa hiyo ni magazeti mengi sana. Kuna ile makala ya gazeti la The Citizen iliandikwa Sound Living. Ile ni makala ambayo ni gazeti kubwa ambalo linasomwa Afrika Mashariki. Kwa hiyo watu wanaendelea kupata huduma kupitia Kidua Herbal Clinic. Basi na magonjwa mengine ambayo yanafanana hayo, yakiwemo magonjwa ya vidonda vya tumbo. Maana watu wanasema vidonda vya tumbo, mimi kwangu ni kama mafua. Vidonda vya tumbo ni siku 30. Watu wanaishi na vidonda vya tumbo zaidi ya miaka 10-20. Kwa hiyo kwetu vidonda vya tumbo unapata tiba kwa siku 30. Kuna tatizo la bawasiri. Bawasiri ni ugonjwa ambao sasa hivi umeanza kushamiri pia. Dalili zake kwamba mtu anajisikia maumivu anapoenda kujisaidia, mara inatoka damu, mara zinatoka zile nyama, maumivu ya ndani. Kwa hiyo haya magonjwa tunayatibu pia kwa 100%, na dozi yake huwa ni mwezi mmoja tu. Kuna matatizo ya mafua sugu, sijui kupanda uso, kuna tatizo sijui la nini, chango wa kina mama, basi tunasema kwamba Kidua Herbal Clinic ni suluhisho si kwa Watanzania tu, mpaka nje. Ushapona watu kutoka Ulaya wameagiza dawa zetu na wametoa ushuhuda wa kupona. Kwa hiyo tupende kuambia kwamba Kidua Herbal Clinic ipo Singida mjini, maeneo ya Sokoine, inatazamana na hospitali ya Sokoine. Na kituo chetu ukitaka kutupata kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0784 50000, 0655 50000, 0784 50000. Yaani wale karidi tu kidogo pale. 0784 50000, 0655 50000. Unampata Dr. Kidua Herbal Clinic, ndio suluhisho la afya yako. Karibu kwa tiba sahihi kabisa. Sasa Dr. Kidua, umezungumza magonjwa mengi unayatibu, tena umetoa na miezi kwamba miezi 2-3 kama hajapona aje akuulize. Kuna ugonjwa huu wa ukimwi. Vipi tunaweza kupata matibabu kupitia hapa? Ugonjwa wa ukimwi ni ukosefu wa kinga mwilini. Kwa hiyo sisi tuna dawa ambazo zinaongeza kinga za mwili kwa 100% kubwa mno.
na watu wamefanikiwa. Wapo ambao walikuwa wanatumia vidonge wameshaacha kutumia kupitia dawa zetu hizi za mimea, kwa sababu zile kinga zinaenda kuhuishwa haraka sana, kwa sababu zinapoumiza mtu kabisa, zile kinga za mwili zinapokuwa zinapungua, zinashuka, ndio mtu anakuwa anadhoofika. Kwa hiyo kinga zikiwa ziko vizuri, zinapambana na magonjwa, mtu anaendelea kustarehe tu maisha duniani, kwa sababu kinga ziko vizuri, anaendelea kutumia dawa. Na wapo ambao wanaendelea kuzitumia mpaka sasa, kwa sababu wanasema mimi, kwa sababu nimechoka vidawa vingi vya hospitali, nimeamua kutumia hizi dawa muda wote, kwa sababu hizi dawa pia ni tiba, ni lishe. Yeah. Kwa hiyo unapona, unatibu au yaani hapo mimi siwezi tukasema yule anayetumia ndo anathibitisha mwenyewe, kwa sababu akija kupata huduma kwetu atajua kwamba nimepona au la. Wengi Mungu amewasaidia, kwa sababu kinga zinapokuwa vizuri, hatumii dawa, tunaweza tukasema ni amepata uponyaji kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi tunatibu, tunamtanguliza Mungu kwanza, kwa sababu Mungu alisema nimewapa miti mtatumia kama dawa, kama chakula, kama mboga, kwa sababu watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa sababu hizo dawa ambazo nakwambia ninakuwa nazitibia wagonjwa wa saratani. Mgonjwa wa kansa akitibu, akipona, ujue kwamba pale pamoja na yule mdudu anafanana na yule wa HIV, kwa sababu ile mdudu na wa kansa wanashabihiana. Kwa hiyo unapokuwa hajapona vizuri, ujue kwamba imeingia zaidi mwilini mwake. Lakini niseme kwamba akianza dawa tuzo za kuongeza kinga za mwili, Mungu anawasaidia, wanakaa vizuri.